Odi mjomba. Mwenyewe ndani. Nani? Mtoto wa mzee Boma. Mtoto wa mzee Boma? The founder. The founder. Mjomba. Ye jomba. Mjomba mwenyewe. Kabisa jomba minia. Karibu mjomba. Odi paka ndani. Karibu. Karibu mjomba, jisikie uko nyumbani, hapa ni kwa mjomba wako. Nashukuru mjomba nimekaribia. Naam. Yaani jua kali ndio maana ni hatuonani mjomba. Najua ni siku nyingi toka nakumbuka zile sana. Lakini Mungu sasa somani. Kweli. Kwa hivyo ninakuwa mjomba. Ndio maana naamua kutafuta. Karibu sana mjomba wangu. Nikisema tu acha nipitie mjomba wangu. Kazi zinakuwa nyingi. Pia mimi mpaka nafanya kuulizia hapo. Kujua pia, kuelewa. Vigumu kwa sababu nilikuwa mdogo sana. Zamani. Sasa lakini nashukuru. Karibu. Nafika mjomba. Vizuri nakupata uko hai mjomba. Nashukuru. Sijui endeleaje na hali. Nashukuru Mungu kwa kweli. Yaani mimi nashukuru Mungu. Niko salama. Kiangazi tu ndo kidogo kinatupeleka. Karibu baba, jambo lakini wewe uko mzima sana kabisa. Wewe na hapa wenzangu hapa watu ndugu zako pia wajambo, ila unajua alitoka alienda kutafuta kutafuta riziki. Ndio hivyo muda sasa kuzingatia mwokoto mjomba. Kabisa. Ndio maana nasema acha mpitie mjomba. Ndio atampatia mawazo kwa sababu sasa hii ni muda wa kwani pia mimi niwe na mwenzangu. Kweli kabisa. Alafu mambo ya kazi pia unajua kila kitu ni ushauri kwa wakubwa. Ndio kabisa. Jua wahenga wanasema wazee ni jungu kuu kabisa. Yaani kweli kabisa kwa sababu wanakupea maneno fasaha kabisa. Hata hajakosea. Ndio. Kuna jambo mjomba, kuna jambo lenye nilisema acha nitafute mjomba nimuelezee. Kwa sababu nitafuta baba ndio kumuelezea akasema sawa. Ndio. Siwezi pitisha peke yangu. Labda mtafute mjomba hivi ketisha umuelezee. Wana atakupatia njia gani? Sasa sema sawa, japo sipajui kwa mjomba lakini utapata tu utapata na nitapata. Ndio. Sasa mjomba, mimi nimekuja mjomba. Ndio. Sasa ile nyumbani pale mama hakuna. Sasa mimi na mzee sasa masuala ya kupika wenyewe, mambo na kuni, mambo na maji, yale masuala. Sasa pale kwenye pita zangu kule nyumbani. Ndio. Pita zangu kule kupatana na mtoto wa mzee fulani hivi, paka jina lake ninasahau. Sasa usiku nikaenda kumkatisha mzee. Nikaongea naye akasema sawa. Kwa sababu pia hali yake mzee ndo ile. Najua kwa sababu toka mwanza wake amwache. Bana kidogo amekuwa na upweke. Mpaka umekuwa mwingi sana. Sasa yaani kwa kifupi tunasema umepata mwenza. Na hapo mjomba, hata mimi nilisema tu nikitoka hapa na kuja kusalimia mjomba wangu pia mimi nilikuwa nataka. Yaani hilo swala hilo ndio lilikuwa kwa akili yangu. Sasa kama swala lako ni hilo mjomba, sitaki uwe na pressure. Hebu tulia kwanza nyumbani na kwenye mazingira, utulie kwanza tupate chochote. At least pia mambo mengine yataendelea tu mjomba. Hapo uko nyumbani, jisikie tu uko nyumbani. Sawa, ndio maana kote huko natoka natafuta mjomba, lakini kwa mjomba ninafika. Sasa nashukuru mjomba ni mama, ndio maana mama akiondoka tunabaki na mjomba. Karibu mjomba. Siku nyingi lakini jisikie kwa nyumbani. Asante. Unajua mimi yani tuseme wewe ndo mama yangu. Sasa usijali. Acha kuangalia kitu kidogo mjomba. Mjomba. Sababu yani siwezi fanya ugumu sana. Sasa mjomba shika hapa. Alhamdulillah. Usijali mjomba. Kweli Mungu hamwachi mja wake. Unajua wale wahenga ndio hivyo mjomba. Wale wahenga walisema mgeni njoo mwenyeji apone, na ni kweli nimethibitisha. Maana kwa kweli mjomba, sikuwa na kitu. Maana hata nilikuwa napanga kutoka hapa niende nikahangaike angalau upate chochote. Lakini kwa hivi acha nifike dukani mjomba. Usijali mjomba. Angalau kuendelea chakula jisikie kwa nyumbani. Pia nitashukuru mjomba. Pumzika hapa. Acha niwahi nakuja hapa mara moja. Sawa, haina shida. Sawa?
Mjomba. Sasa najua ni muda wa kulala sasa mjomba. Naona mjomba wako anaanza kutoa vitu akiweka hapo. Sasa hii yako weka tu hapo mjomba. Mambo ni mengi mjomba, naomba hapo mjomba. Sahau. Funika. Huko tu kuna baridi. Sawa mjomba, haina shida. Mjomba. Chetu pata lepe kidogo. Sawa, tumombe Mungu mjomba. Tuonana kesho inshallah. Amina, amina mjomba wangu. Siku sana na usingizi umenipotea kweli. Na nimejipanga kweli. Kama namhurumia vile manake maisha ya ndoa. Sio changamoto. Na vijana sasa hapana. Lakini ila bora tu awe, maana nyumbani babake yuko peke yake na yeye mwenyewe pia yuko peke yake, wamebaki tu wawili, mama hao nishaga dunia. Itabidi nisimame kati hapa, lazima mjomba aoe. Mjomba. Amka mjomba, amka mjomba. Gharama yaje. Ndio usingizi mjomba umenipotea kweli. Mawazo kidogo yananisonga. Kumbuka na swali lako umekuja nalo. Mjomba. Sasa mjomba anaona bora wao. Sasa itabidi niongee na babako atakapokuja ili tuone tunapanga vipi. Nasikia sasa mjomba. Itabidi zungumze na babako tuone tutapanga vipi. Sisi tukupe mwali mwanangu, maana wewe ni mwanangu. Na wewe ndio mwana pekee uliyebakia katika familia ya babako. Kwa hiyo mjomba, naomba ujitahidi na utakapopata mali basi ujitahidi, kwa sababu huwa ndio ina changamoto. Ina changamoto sana. Si unaona paka babako mamako alishamwacha na sasa anapata tabu sana. Mimi hata pia nisingependa mambo kama hayo yakutokea. Nataka upate ndoa yenye furaha. Sawa mjomba. Sawa, nakuelewa. Na pia nitashukuru mkinisaidia kwa hapo. Na nitaka kujua labda ulikuwa utaondoka lini, kwa sababu kesho nilitaka kuwasiliana na babako kama ataweza afike pia ili tuzungumze hili swali. Bado niko na muda kiasi. Ndio. Lakini najua nilikuwa nakuletea hizo taarifa. Ndio. Mjipange nyinyi wakubwa. Kwa sababu yule mwenzangu siwezi mwacha peke yake, kwa sababu yeye kaniganda. Sasa hapa na hapa tunabadilishana mawazo kuhusu mambo na maisha, mambo na ndoa. Sasa bado niko na muda, usijali mjomba. Niko hapa, tutaelewana muda wenye nitakuwa naondoka. Sawa, tutakuelezea. Sawa mjomba. Mimi pia nataka mjukuu. Sawa. Nataka mjukuu pia mimi. Cheze. Sawa, usijali. Sawa mjomba. Sawa mjomba. Tuendelee na usingizi.
Mjomba. Na mjomba. Mjomba kumekucha, amka. Tupata hata kwa shauso huku nje. Sawa mjomba nani? Maji ndio haya hapa mjomba. Kuna kiangazi kweli mjomba. Naona vinyakuliwa. Sasa mjomba. Sasa mjomba ni huko ama ni huko? Hebu ngoja. Sasa mjomba umepasahau na kwako? Hapana. Nenda huko. Sawa mjomba. Nenda huko mjomba. Mimi niko ndani. Sawa, hakuna kitu. Mjomba. Mjomba. Na mjomba. Yes mjomba. Mjomba, mbona umekaa peke yako? Hamna shida, tatizo ni sala kwa anaumiza kichwa. Hebu usijali. Karibu kae mjomba. Mjomba. Ambie habari za masiku. Mbona umetoka asubuhi nje? Ndio maana nakuita hapa mjomba. Ndio. Mimi nashukuru kwa hapa hizo siku 3. Nataka narudi zangu kwa nyumbani. Rudi nyumbani. Kwa sababu nilikuelezea ule mwenzangu. Na hata mbali. Ndio. Sasa kama utaniruhusu mjomba. Samahani lakini. Sawa, bila samahani. Umenikumbusha kitu. Naye kuhusu hilo swala. Na pia alikuwa amesisitiza sana wewe uende nyumbani mkae. Sawa. Kwa mzali bisha vipi? Yeye alisema tu anakusubiri wewe urudi. Alafu mpange. Alafu yeye ndo atakuja. Sawa, haina shida. Mimi itabidi niwahi. Na sita ni gani utasubiria? Kuna cha mchana mjomba? Usijali mjomba. Sio na shaka. Leo singekula tu mjomba, alafu ndio kaenda. Hamna tatizo. Mimi napajua hapa atakuwa ninakuletea kila siku. Kwa sababu nataka mnisaidie swala la kuoa. Sawa mjomba. Hapo jua kifika hapo uko nyumbani kabisa. Yaani nisikie tu naenda kushoto, naenda kulia, kote huko kwa mjomba wako. Sawa mjomba, mimi naona tu bora mkwache. Acha basi nikuache hapo mbele kidogo. Sawa, hana shida. Twende mjomba. Sasa mjomba. Wana masema. Hodi huko baba. Karibu. Habari yako? Bwana wewe. Salama. Natokea juzi. Nashukuru wewe bwana. Salama. Karibu. Nishatoka nyumbani. Haya. Baba mimi najipanga kwa sababu mambo ya harusi kitu kidogo. Sasa nataka mwende mkanikose kule. Mimi ile pesa niwapatie, mwende mkakose. Alafu mambo mengine tu angalia baadaye. Unipatie mimi kesho nipange na mjomba wako. Yeye ndo ataenda huko kwa sababu siwajua sisi haturuhusi kwenda kule mpaka mambo mengine yawe tayari. Mjomba shongea naye kila kitu. Ananiambia hakuna shida wala hakuna tatizo. Akaniambia nenda kapange na mzee, alafu majibu utapata kutokea kwa mzee. Sasa hapa mjomba baba wewe kupoteza muda. Acha kwanza vile kidogo, alafu uone mjomba pia atasemaje. Sawa. Sababu jambo la heri hili. Angalau na mimi nipate wajukuu hapa niwe na saidiwa kazi. Sasa baba uona sema hesabu jipitie, alafu uone utasemaje kuhusu yale maswala. Sawa mwanangu. Sasa ile jambo lako limeisha mwanangu. Hizi kesho nitapanga na mjomba wako tufanye hayo maswala ili jambo la heri lipite. Sawa, lakini ni muhimu baba. Tunaona pia hapa nyumbani. Ndio hivyo. Sasa mwana afika. Sawa.
Basi si uko huko bado? Bado niko. Acha tu niingie ndani alafu tuongea. Sawa, sababu ni wasiliana na mjomba wako kesho tupitishe mambo. Sawa. Haya. I feel Kitty made it. Halo. Jambo. Salama. Huku tunashukuru tu, sijui wewe na huko. Salama. Sasa Mlamu Sasa nilikuwa nakupigia kama una nafasi. Uje tuje tumalize ile. Nakusudia wewe tu hapo. Sawa, nakuja sasa hivi. Sawa Mlamu. Haya. Haya sawa, acha nijiandae. Nielekee. Shemeji. Habari? Salama. Shafika. Habari yako waseme? Salama. Haya, habari za siku? Nashukuru, mimi sijui wewe. Salama. Uzoto kwako? Kwema kabisa. Ngoja niangalie kitu basi tuketi hapa. Haya. Sasa nilikuwa nakupigia wewe tu mimi. Ule mzigo itabidi ufanye. Mfanye ili tuwahi kule. Ulikuwa unayochelewa ni wewe, lakini mimi nilikuwa niko sawa. Kijana aliniachia kila kitu. Haya, wajibika shemeji. Sawa, acha nikuchukulie. Haya. Uangalie kama uko kamili. Sisi tunataka tukamilishe jambo la heri bwana. Mzigo uko sawa. Mzigo uko sawa. Sawa, mimi nakuachia wewe. Kabisa. Bila na nyuma. Mimi ndio maana nikakushirikisha wewe hili jambo. Nilikuwa nakuaminia. Alafu mimi na mwendo wangu na kule nasikia ni mbali sasa. Utanisamehe, nenda kwa niwakilisha. Haina shida. Sawa. Nashukuru sana ile jambo kulitimiza. Sawa. Sisi tuko hapa tungoja video magoma tu hapa tufikishe mwili. Sawa. Karibu tena. Wanipatia kama kuna watu. Unaona kweli hapo. Wenyewe uko ndani? Habari? Salama. Mambo mara moja. Jambo. Salama sikie. Marahaba. Mzee nimemkuta. Nimemkuta, karibu kae. Asante. Nije mara moja. Sawa, subiri kamwangalie maana alikuwa fanya shughuli zake kule chini. Sawa, haina shida. Baba. Kidogo kuna mgeni huku. Wapi wewe? Huku. Twende. Mgeni nani? Kwa kwanza. Na
kuna mzee pale amekuja anakushaji. Kuna ugeni huko. Ugeni huko. Karibu jisikie kwa nyumbani. Asante. Ni wenyewe. Bwana, karibu. Karibu nyumbani. Karibu pale. Hapo ni kubwa. Asante. Karibu jisikie kwa nyumbani. Na utoka hapo bwana. Kutoka kwa kwema kabisa. Leo na hapa na familia. Mimi nashukuru bwana, amba niko hapa nyuma na kwa kuna si vibaya, niko hapo nyuma nafanya yangu. Kuna mgeni huku. Mgeni kashafika ndio mimi, kuna mgeni mwingine. Bwana, sasa mimi sikuchoshe kwa sababu sikujui kutoka ni wapi. Bwana, hivi wewe unatokea maeneo gani? Maana hii sura na mzee mmoja hivi anaitwa Mzee Boma. Kidogo ameshakuwa sasa hivi. Mambo ya ujana yale. Mambo ya ujana. Kabisa. Kama nakuelewa hivi unajua. Sasa mimi kwa majina Mzee Utafuna. Mwamboza. Kuna habari gani? Habari hizi nimesikia hapa kwako kuna ndama. Na sasa Mzee Boma ana kijana anataka kuchumbia. Sasa amenituma hapa kwako kuja kutoa salamu na pia kama itawezekana. Karibu. Karibu kwa usiogope. Kwa semaji. Hapa kuna ugeni. Bila shaka huyu unafahamu. Lakini hata alipotuma na wewe mzee hata nimesahau. Umesema anaitwa yule Mzee Boma. Yule unafahamu? Mzee Boma. Anatokea kijiji cha pili. Si ndio hivyo bwana? Unafahamu? Lakini yule kijana wako namjua. Ndio hapa. Huyu ndio msichana wangu. Huyu mwanangu anaitwa Huyo. umeelekezwa hapo. Kijana ukani Kabisa hapo. Asante sana. Sasa mama, mimi naitwa Mzee Utafuna. Na kijana wetu amefanya nimefika hapa na nikasifaunda. Nadhani unafahamu. Ndio nafahamu. Sasa ndio huu maisha. Bila shaka mliongea pengine na huyo kijana. Ongea kuhusu Hebu naomba ushike hapa. Asante sana. Hiyo ni mdomo tunajaribu kufunga ili tuendelee na mambo mengine. Kabisa. Haya ndio mambo yenyewe bwana. Alafu hata na maji hapa. Wenyewe hayo. Shika. Tena zingine. Na hizi ni maji. Asante. Hiyo ni maji tu. Asante. Ujumbe umefika. Naam. Wewe kuwa na amani ukija hapa kama kwako. Unanisikia? Ujumbe umefika. Sasa niulize mzee wangu. Majibu yangu ni nini? Majibu yako nitakujibu. Bila shaka ushaniambia mahali unapoishi. Haina shida, usishangae baba yangu, hizi hali zangu zikushtushe ni kawaida. Sasa unaona hiyo bahasha hapo ndani kuna dhamana na pia kuna namba yangu ya simu. Naomba tafadhali baada ya kupitia ujumbe huo na kulingana na kilichomo ndani, kweli kabisa, basi angalau nipigie japo hata simu mara moja. Na naomba pia basi majibu yangu asiende
sababu mimi hata nikutoe hapo. Aldina, wacha nimtoe huyu mgeni kidogo. Haya. Naja sasa hivi. Hivi kwa mzee Boma, si ndio? Mzee Boma pale kita cha pili. Kita cha pili. Sasa bwana, mimi sina budi. Nimeshukuru kwa ugeni wako. Mimi sina budi kuacha hapa bwana. Mimi sasa ndo nikaanze kuandaa kiamsha kinywa. Baada usione asubuhi hii. Ndio bwana unadai basi. Kweli kabisa. Sasa bwana, mimi nikuende uende salama. Waweze kuishi katika mustakabali ambao unatakiwa uende sawa sawa. Sasa mimi nikuache ndugu yangu. Nimeshukuru. Na kuacha na neno moja mzee wangu. Naomba ujitahidi sana katika hili swala kwa sababu sisi wazee na wazee ndio wana katika jambo hili. Kabisa. Watu tunawasimamia sasa hivi ni vijana. Na kama unajua vijana mambo yao kabisa yani. Lazima nikae naye, tutaonana bwana. Hii sherehe ni yetu. Nitakuwa napiga ile. Nitakuwa nacheza kabisa bwana. Karibu hapo ndo nyumbani bwana. Sasa fanya hivi mzee wangu. Ila ujitahidi sana kwa hili jambo. Sawa, nitakuelewa. Sawa, unaachana mwema kwako tu. Mimi naacha nipike nyumbani. Haya bwana. Purchase your tracks today. Aldina mwanangu. Aldina? Nakuomba mara moja kidogo. Naam. Karibu kidogo. Ndio. Kabisa. Huu mguu wa huyu bwana ni wa kwako. Kwangu kivipi? Ni kivi. Wewe kuja kuniposa mimi? Sasa huyo kijana sijafahamu, wewe Ndio. unatakia baraka, lakini kitu kimoja nakuhusia. Ndio gharama, kwa sababu mimi sina chochote hapa. Kwa mfano nimechukua pesa za watu na ninakuwa umeposwa na wakitaka mahari nitawapa. Kwa sababu gani? Pesa ndio pesa kubwa, kwa sababu nimeweza ninunua huyu maskini wangu. Ona uanze kwa adabu, alafu letea hivi. Baba, mambo mengi sasa. Mimi nakuambia ujue. Shida yako umeanza Mimi najielewa baba. Watu nashukuru sana kwa kuja kuniposa jana. Kushukuru Mungu si tatizo. Akili. Lakini si mimi niko na akili zangu. Sawa. Sio kaanza kwenda kudanga huko. Sasa ndange nitakuwa nimeelewa. Basi sawa, lakini mimi nakuelezea. Haya kuhusu hiyo bahasha ikushi. Shika hiyo. Na nitakutosha. Shika hiyo. Shika hii. Shika hii. Baba, sina kitu. Utapanga utaenda hiyo sawa hiyo. Nenda bwana. Nimesijini nenda. Baba ndio olewa. Kabisa. Hapa ndo lazima sasa utajua ujuzi. Na uache huo mdomo. Mimi nakusikiza hapo, uache mdomo mwanangu. Hili jambo si rahisi. Mimi nakwambia hata kama wewe uelewe hapo. Na mimi nakuelezea bibi ya msingi na kujibu. Mimi niko hapo nje na shughuli zangu kidogo. Haya sawa. Leo yani niko na furaha. Naenda kuolewa na mimi jamani. Wewe marafiki zangu wote watanikoma na. Nenda zangu Tanga. Mambo kwa kabili nimeachana nayo. Cha mpumzike mimi nisubiri hiyo ndoa. Babu mimi